Leo tarehe 14 wana so far mpaka dakika hii wanachama wa klabu ya Simba nchi nzima na duniani kote kwanza kisubiria ni tamko rasmi la klabu ya Simba mara baada ya tarehe ya mchezo huo kusogezwa mbele, na wake jana kupitia bodi ya ligi imetuarifu kwamba mchezo wa rojo 84 Kariakoo Derby ambao ulikuwa mchezo wa 25 kwa mara ya pili baada ya kuahirishwa tarehe 8 mwezi wa 3 sasa utasogezwa mbele mpaka tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu majira saa 11 jioni Benjamin Mkapa. Baada ya tamko hilo, wenzetu Young Africa walionekana wao walipokea kwa shangwe kufurahia hicho na wakaanza kuposti promote mchezo huo sambamba na matakwa ambayo ya kujiuzuru kwa CEO wa bodi ya ligi kufukuzwa kazi na baada ya kusimamishwa kazi na rais wa TFF, lakini pia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto baada ya kujiuzuru rasmi kutoka nafasi hiyo. Maana yake kujiuzuru, maana yake ile kamati inayoongoza basi 72 pia nayo inakuwa haina uhalali. Maana yake kwa mantikio yale matakwa manne ambayo Yanga Afrika yanataka tunasema yametekelezwa kwa 100%. Sasa swali, je, hao wanaokuja kuchukua hizo nafasi tunawaweka gani kwamba tutakuja kusimamia mpira wa miguu kwa vilabu vyote, kwa basi mapana mpira wa miguu vyote na hata kusimamia maslahi ya Yanga Afrika? Mimi na wewe hatujui. Tumejaribu kuulizwa kama pressure ya Yanga Afrika ndio imepelekea maamuzi ya mpira wa tarehe kupangwa nyingine mpya, na maana Yanga ndio inaendesha mpira wa nchi. Yanga ndio inaendesha mpira wa nchi. Tumejiuliza tena kama matakwa ya Yanga manne kujiuzuru kwa viongozi hao kutoka na mamlaka mbalimbali yamefanywa kazi ndani ya siku 12 ndani ya muda mfupi, maana yake tunasema kwamba Yanga Afrika ndiyo mwenye nguvu katika taifa hili kwa masuala ya soka, na soka yeye ndiye aliendesha anapotaka yeye. Tunajiuliza tena swali, kama viongozi wa bodi ya ligi wameamrishwa kujiuzuru au CEO Kasongo ameamrishwa atenguliwe nafasi yake, nani huyu ambaye yuko nyuma ya Yanga Afrika mwenye nguvu kubwa kiasi hicho, ambaye kazi yake ni kuamrisha mamlaka za mpira wa miguu zifanye kazi kwa vile anataka Yanga Afrika? Tunaendelea kujiuliza kama FIFA na TFF, FIFA na CAF wanavyoendelea kutuaminisha kwamba mpira wa nchi hii au mpira wa dunia ni taasisi huru ambayo haingiliwi na mtu yoyote, serikali, vyama vya siasa au wanasiasa hawapaswi kuingilia mpira wa miguu. Kwa nini haya Tanzania tunayaona yanaendelea? Bado tunajiuliza maswali wanachama klabu ya Simba. Kama serikali ilikiri bungeni kupitia waziri mwenye dhamana Profesa Kabudi haiwezi kuingilia sakata Kariakoo Simba na Yanga, wanayaachia mamlaka, iweje leo yanakuja maamuzi haya yanaonekana maamuzi ya kutoka juu? Bado tunaendelea kujiuliza. Swali lingine sasa, inasemekana kuna mtu kuna kigogo alipiga simu tarehe 7 mwezi wa 3 kuzuia dabi ya Kariakoo isifanyike, kuwazuia Simba wasiingie uwanjani kutekeleza takwa la kikanuni kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu Tanzania. Taka la kikanuni tarehe 7 Benjamin Mkapa mwezi wa 3 Simba ilizuiliwa tena na gari la polisi likabloko gari la Simba mbele. Kuna kigogo anasemekana alipiga simu. Huyo kigogo aliyepiga simu, kama mamlaka hayo anayo, tuna imani gani tarehe 25 mamlaka hayo hawezi kutumia tena ya kupiga simu Simba akose ushindi? Kama wana kigogo wanasema huenda lakini hebu jiulize swali ndugu yangu, kigogo au wa upande wetu sisi aizuie Simba kufanya mazoezi Benjamin Mkapa ijiandae kwenda na mchezo unaofuata, kwa automatically yuko upande wa wapi? Tunajiuliza swali lingine, kama kigogo huyu kazi yake ni kupiga simu, leo kapiga simu tarehe 15 inakwenda 25, atashindwaje kupiga simu kwa wahusika Simba afungwe tarehe 25 bila si uwanjani? Dr. Mo. Naitwa Dr. Mo. Dr. Mo, hizo ndio hoja. Naitwa Dr. Mo. Hizo ndio maswali tunajiuliza na Simba. Mpaka dakika hii tuko njia panda Chalinze. Hatujui tunakwenda Morogoro, hatujui tunakwenda Tanga kaskazini. Unaona, tuko njia panda Chalinze. Tunajiuliza kama kidogo huyu ana hiyo nguvu ya kupiga simu kwenye mamlaka, hizo mamlaka zikaamua kutengua vilivyo halali kuwa haramu, atashindwaje kupiga simu tarehe 25 Simba ifungwe? Bado tunajiuliza. Mazuri. Kwa hiyo ukiangalia kimsingi sisi tarehe 25 tunasubiri tamko rasmi la klabu ya Simba wanasema nini. Mpaka sasa hivi hatujaongea chochote.
influencers wa Simba, wanachama wa klabu ya Simba, tunasubiri na sisi msimamo wa klabu yetu. Utuambie tarehe 25 tunakwendaje? Au maamuzi haya wameyakubali? Tuliona tu picha zimepigwa, Mheshimiwa Rais iko na viongozi wa klabu ya Simba Ikulu, hatujaambiwa zinahusika na nini. Lakini tamko bodi ya ligi wameeleza pale. Hawajaeleza kama mkutano na rais. Wameeleza mechi iliyopelekwa mbele. Maana viongozi wamewakilisha. Tumeona viongozi wa Simba na Yanga picha zinapigwa, ila hasijazungumza hizo picha zinazungumziwa nini. Kwa hiyo tunatamani viongozi wa klabu yetu ya klabu ya Simba watuambie nini wameambiwa na nini kipo mezani kwao na wao wanafikiria nini na direction ya klabu ni ipi. Ndio hapo so far wanachama wote na mashabiki tutaenda huko si klabu itakapotaka. Klabu tamko limetoka kwa mchezo tarehe 25. Maana kama viongozi hiyo sio klabu, hiyo ni tamko la bodi ya ligi. Kama viongozi walikuwa wa Simba kuwakilisha nini, basi pengine imepita. Viongozi wa Simba maka ni wawakilishi pia wa ligi. Huwezi kuwa na mashabiki wote. Sisi tumeona picha zinatoka za Ikulu. Wanaotoa tamko bodi ya ligi. Viongozi wa Simba hakuna kwenye kikao na bodi ya ligi. Wanaandaa tamko sasa. Tunasubiria ndio kwamba sisi mpaka dakika hii tupo njia panda Chalinze. Twende Morogoro, tuitafute Dodoma au twende Mombo, Segera, tuitafute Moshi na Arusha na Tanga. Tuko njia panda. Lakini nitacheza. Hakuna mwana Simba alisema hachezi. Na sisi wote niliwaambia hakuna watu wanaopenda kucheza mpira kama watu wa Simba. Sisi hatujakataa kucheza. Ila sisi tunachohoji ni maswali haya nimekuambia, nimejiuliza maswali haya. Kama kuna kigogo yuko nyuma ya hizi mamlaka kazi yake kupiga simu, atashindwa kupiga simu tarehe 25 Simba akafungwa. Ndio maana kuna watu kuuliza Yanga nini? Yanga bingwa. Unasema Yanga bingwa. Kwenye hili mnaona ndio maana kuna watu wanasema Yanga anachukua ubingwa miaka 10 mfululizo 2030 mpaka 2030. Inawezekana kumbe, kwa sababu kumbe kuna remote control yuko nyuma pasia. Kazi yake goli kitaka kuingia anakuambia offside. Mpira unacheza uwanjani tunaona kabisa kwa Simba matukio mnapata zibaki mechi tatu. Inapokutana na Yanga ndio shughuli, sio ubingwa unapokuwepo kaka hapo. Mara mwisho Ramadhani Kayoko katuua sisi kama nakumbuka. Ramadhani Kayoko penalty 3 sisi katunyonga. Uliona amefanywa adhabu gani? Ndio kwanza alipewa maziwa na ice cream akaenda na watoto wake. Kapumziki ndugu yangu. Kimaliza huko njoo uendelea shughuli. Kaudi shughuli inaendelea kama kawaida. Aliadhibiwa? Maana yake najiuliza swali, inawezekana pia yule kigogo aliyepiga simu tarehe 7 inawezekana ndiye ambaye alipiga simu Ramadhani Kayoko atunyime matokeo. Inawezekana. Ni kama inawezekana. Kwa hiyo kimsingi kaka yangu, hili lilotokea limechafua mpira mzima. Mamlaka za kisoka zimeonekana hazina nguvu. Hazina meno kabisa. Lakini ilihitajika mshindi mmoja aidha Yanga au bodi ya ligi. Mshindi amepatikana. Mshindi amekuwa ni Yanga kwa sababu mamlaka zimeingilia soka. Bila hivyo vingine tusingefika hapo. Bila hivyo kesho mechi ingechezwa na Yanga ingelewa matatu. Na ndio maana sasa najiuliza Yanga nguvu hiyo anaipata wapi kugonga meza? Yaani alama yetu hata moja ikinyang'anywa huyo mtu mwenye kunyang'anya alama hata moja tumuone. Kwa Yanga ana nguvu kubwa duniani zote zina. Hata nyinyi pia Simba mnakuja na hoja mkisikia. Kwa Yanga ana nguvu. Lakini turudi. Kaka unagonga hoja, unagonga meza alikamwe. Yanga ana nguvu. Kikanuni kwa tarehe 7 kadri mkuja kucheza marake hata kikanuni ni pia mlikuwa mpatiani, lakini ikaekwa hivyo mpaka ilifika hapa. Ukiingiza timu kabla siku moja mazoezi haimaanishi kwamba usifanye mazoezi siku moja kabla mchezo basi usiwe mchezo. Kikanuni lakini nadhani unafahamu. Marake ilifika hapa pia nyinyi sababu. Tulifanywa vurugu kubwa tarehe 7. Hiyo vurugu katoa mchezo. Tulifanywa psychological torture. Wachezaji zaidi ya masaa 3 wako nje ya uwanja wanafanywa vurugu, wanazomewa, gari inapigwa. Alafu unawazuia kufanya mazoezi, kutengeneza takwa la kikanuni. Unachezaje mechi kwa serio, mechi kubwa kama adabu. Tukaamua tusicheze mechi. Ilipaswa serikali au na bodi ya ligi ya TFF waje na solution ya hayo. Unaelewa? Yanga wameleta boycotts, wameleta migomo ambayo wamekuja matamko mengine manne extra mara baada ya kufeli kasi. Watu wamefeli kasi mahakamani, bado unawapa haki kwa mazingira gani? Watu wamekwenda mahakama ya michezo ya kasi ya usuluhishi ambayo ndio mahakama ya juu ya chombo cha juu cha michezo, wakafeli. Alafu still bado unawapa haki kwa minadhiri gani? Yaani ushaona mtu amefungua kesi ya nyumba
ya kugombania nyumba urithi kaferi mahakamani, alafu bado mtu yeye anachukua nyumba. Haiwezekani. Ndio Yanga Afrika. Kwa hiyo kimsingi niseme kwamba hawa jamaa wamefanikiwa kwa asilimia kubwa. Wamefanikiwa kwa asilimia kubwa kwa sababu yale matakwa yao wamefanikiwa. Yanga wanakomenda bi haina kipengele cha dabi itakuwa na kipengele kama klabu ya Simba na kitatoa tamko. Wewe unaona kwa macho yako ya nyama ya roho. Sisi tunasubiria, siwezi kuona chochote. Mimi binadamu sio jini wala sio malaika. Tunasubiri. Hadi sasa tumefunga mikono. Tunasubiria uongozi wetu na uvumilivu mkubwa. Tunasubiri viongozi wetu watatuambia nini. Hicho ndicho ambacho tutakichukua, tutakwenda nacho kama ajenda. Wakisema tucheze, wakisema 25 tupeke timu, wakisema tusicheze, chochote ambacho tutakakiamua kwenye maamuzi yao na wakuja, sisi tuko tayari kuwapokea kama wanachama. Wanachama wa Simba wapo tayari kupokea taarifa yoyote. Lakini tuna mashaka makubwa sana. Yanga Afrika ni timu ambayo sio timu ya mpira. Kwa sababu timu za mpira sisi duniani zinajua mpira ni matokeo matatu: kufungwa, kudoa na kushinda. Yanga ndio timu pekee nchi hii haitaki kufungwa. Na ndio maana imetaka kupandikiza viongozi kwenye bodi ya ligi ya TFF, viongozi ambao wanaweza kuamudu. Kilio cha Yanga viongozi hao waweze kujiuzuru ni kwa sababu wanaona hawasimami, hawako upande wao. Hawako upande wenu. Yanga hawa wanasimamia mpira kwa sheria 17 za mpira. Yanga wanataka viongozi ambao watakuwa upande wao, wakisema wanasikilizwa. Wanasikilizwa. Ni mtoto mayai vile. Amezoea kudekeshwa. Ila hao waliokuepo waliotoka hawako upande wenu. Hawa walikuwa wamesimama katikati, sheria msumeno na kata huku na huku. Wakija Yanga anafanywa kazi, akijua Simba anafanywa kazi. Lakini mwenyewe mechi zenu ndio mnaongoza kwa marefa kufungiwa msimu huu. Hapana, Yanga Afrika ndio timu pekee inaongoza kubeba na marefali. Nitakuhesabia hapa mechi utahesabu mpaka kesho. Ile nyinyi pia favor mnayo. Hatuna favor hiyo. Na nikuulize swali. Tunaangalia yote. Kuna mechi 4 za Simba na Yanga. Nani kadofika zaidi na maamuzi ya refari? Yanga Afrika. Makosa. Yanga Afrika. Ushora sisi tunaandamana. Nikuulize swali. Sisi klabu ya Simba tumeandamana, tumepiga kelele kwa na klabu 8 zinadhaminiwa na mdhamini huyu GSM. Mdhamini GSM. Mwisho wa siku umeona imetekelezwa? Kwa nini? Leo Yanga wamesema viongozi watoke, watu watule kwa uongozi. Sawa, tumalizie la mwisho sasa. Kuondoka kwa Mguto, kuondoka kwa Kasongo, ni matakwa ya Dar es Salaam Afrika. Taarifa kwa kuja baada ya taarifa TFF kutoka kwa viongozi wao. Mimi taarifa hiyo sijaifiki na sijaipenda, kuondoka kwa Mguto wala kuondoka kwa Kasongo. Sijaipenda taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo ina baadhi ndani yake. Ina double standard ndani yake, ina upendeleo ndani yake, ina uonevu ndani yake. Ni taarifa ambayo inawafeva Yanga, haitufevi sisi. Maana yake mpira nchi hii unaendeshwa na Yanga. Mpira nchi hii unaendeshwa na Yanga, si? Kabisa, mpira nchi hii unaendeshwa na Yanga. Yanga ndio anaamua mpira nchi. Kwa hiyo tarehe 25 upande wako mpaka tusubirie tamko kutoka ndio kama tutacheza hatucheze. Lakini mko mnataka sana hii mechi sasa hivi baada ya taarifa kutoka kwa tarehe 25 naona mzuka umekata kaka. Mzuka umekata. Tumepanga kucheza tarehe 15. Leo unapiga 25, mzuka unafanya? Mzuka hamna. Lolote linaweza kutokea sana. Ndio nakwambia tarehe 25 na wasiwasi anaweza kakata nyuma ya pazia hiyo kidogo. Akapiga simu. Wewe Yanga hapo matokeo. Sio kama mnaogopa. Na Yanga hapo matokeo. Yanga hana timu ya kufunga Simba, mipango nje ya uwanja. Sio kama mnaogopa. Hana uwezo wa kufunga Simba. Mipango kama kuna mtu ambaye anamtegemea anapiga Simba, hata tuna mechi leo, piga simu. Hadi ndani ya uwanja tunaona. Wana mtu huyo. Hadi mpira tunaona. Si mtu yupo umesikia? Kazi yako piga simu ndani ya pitch. Sasa naambia refaria ikipigwa ndio ile kipesa fanya madhambi katikati ya uwanja. Kuna penalty box ile fanya kwa peta wewe. Hiyo sio penalty. Ndio mtu kazi yake hiyo. Nne zote. Fuatilia. Kwa hiyo unataka kuambia kwamba ushindi wa Simba mbele ya Yanga pia nyinyi mmecheza vipi? Hatuchezi mechi, Yanga anacheza mechi zetu hizi. Na si haramia anaofanya kama huu, wakupiga simu nyuma pazia. Kwa mimi mheshimiwa fulani. Kisha Yanga. Ndio mpira wako. Tukofikia. Nashukuru sana kwa muda wako. Pengine cha kumalizia ni nini sasa wanasoka na Simba wote wasubiri tamko rasmi la klabu ya Simba litatoka. Tusina wasiwasi, influencers wa Simba, wanachama, mashabiki, tusubiri tamko maalum na rasmi la klabu ya Simba litakaotoa direction yetu kuelekea hili jambo. Shukrani sana. Kila heri. Wazee, nenda kule.